nakupa onyo. Achana na Chandimu. Na ikitokea nimekuona naye sehemu yoyote ile, nitakufanya kitu ambacho utasahau katika maisha yako. Achana na Chandimu. Inaonekana hiyo hospitali ni ya moto sana. Hasa huko juu Mochwari. Pamekuwa kuna matukio mengi sana ya kutisha. Na ndio maana nikawa nakukataza hata kwenda kule kwenye maiti. Sawa sawa. Lakini hiyo sio shida kwangu. Nitajua nini cha kufanya. I am professional. Mimi jina langu naitwa Chandimu. Wewe je, unaitwa nani? Unahitaji kunijua? Naitwa Kunze. Vipi, tunaweza tukawa marafiki? Inaonekana kweli unahitaji rafiki. Sawa. Lakini kwa masharti. Uwe chini yangu. Kwa sababu mimi na elimu kukuzidi. Ulifikiri ukujua unataka elimu baba? Huku unataka nguvu, akili na kutoa hofu. Elimu hata hitajiki. Wewe na elimu yako utabaki nayo. Sawa bana, mimi nimekubali kwa rafiki yako. Mkono. Cheki mikope yake kama Janeti. Ndilo. Huyu Janeti, mbona siku zote nilikuwa simuoni jamani? Hii hatari jamani. Hebu ngoja kwanza nihakikishe vizuri. Umeona? Mbona leo namuona vizuri jamani? Yaani ndio maana mimi nilituma nipate nguvu nyingine Nigeria kwa Maguru. Ndio maana nimemtuma Masokoli ndio aende akachukue nguvu ili kusudi tunjue vizuri. Maana nilikuwa na wasiwasi siku zote. Janeti kweli hayupo, kweli kaenda wapi? Ama kweli waganga wapo na uchawi upo duniani. Janeti huyu mimi wakunisumbua huyu mtoto huyu. Maumivu atakayoyapata huyu atayasimulia huko kaburini, atayasimulia kokote atakakoenda. Na yeye na mama yake. Kwanza mama yake atapata tabu kuliko hata huyu anaelewa. Ngoja nilijiambia jambo. Maana mtoto mwingine bibishi, utafikiri imeanza vizuri. Yaani nakwambia hili ndilo lenyewe kabisa. Yaani nimekaa nimesikuti nikasema kwa nini napata tabu. Sasa umeiona hiyo nyashi mwenzangu. Unaona msafara ulivyonona. Wakuachiwa huyo. Hatuwezi kumwacha. Nani amuache huyo? Si wakumwacha huyo. Huyu tutamla kwa maumivu makali. Tena hata sawa katika maisha. Huko maana sio maisha tena huko anakoenda huko. Atakumbuka kila siku. Na mama yake tutamwacha na maumivu makali hapa duniani. Kabisa. Hata hadithi ya milele na milele hata sawa. Hapa kwenye kikao sasa hizi. Hamna kuchelewesha muda. Utamkuta utukirudi. Tusimkute kwa nini? Nani amuondoe? Nguvu nizo kwa nazo hizi nyingine. Masokoli ndo anafanya kazi na Maguru huko. Tena nataka nimtaarifu Masokoli ndo mapema, nimwambie Masokoli ndo huku jambo limenoga. Kamgisha. Ndio. Nimekuja hapa na swala moja tu. Nahitaji maiti ya mtoto. Mtoto wenyewe tena kuanzia miaka 2 au 3. Yaani nataka hilo jambo lifanyike kwa haraka sana. Hilo mheshimiwa, mimi nikuondoe hofu kabisa, kwa sababu pia umekuja kwenye wakati mzuri, wakati ambao tumepata profession
kuna kijana mpya amekuja na ninamwamini, na katika hili mimi nadhani hii itakuwa testi yake ya kwanza. Niangalie kwanza utendaji wake uko vipi, lakini najua kila kitu kinawezekana. Kamgisha? Naam. Nalitaka hili jambo kwa haraka sana. Sawa mkuu, halina shida, hilo limeisha. Mr. Profession. Okay. Mama Janeti, udugu wangu. Amka tukale nyama ya Janeti. Janeti wetu kumbe yupo yule. Mama Janeti, tumekuja udugu. Amka tukale sosomole. Janeti tumemwona live kwa lazetu. Amka udugu tukale nyama ya Janeti. Usijifanye umelala, amka. Mambo yamenona, mambo. Mambo yamedamshi. Amka basi Mama Janeti, amka. Ume bana umeachia 3 bila. Tumepata minyamnyam, tutakula. Kazi kwako. Shambaya. Janeti mwanangu. Hapa kuna mchongo ambao umekuja. Ndio. Na huu mchongo umepewa na mbunge wetu wa jimbo hili hapa. Lakini kitu kikubwa ambacho inabidi ukijue kwamba huyu mbunge tumefanya kazi nyingi sana. Sawa. Umeona? Tumefanya biashara tukapata pesa huku na huku hivyo. Lakini kwa siku ya leo kaja na kitu cha pekee. Umeona? Anahitaji maiti ya mtoto kuanzia miaka 2 hadi 3. Nikaona mtu pekee wa kumshirikisha katika hili. Na ndio hii itakuwa kazi yako ya kwanza, niangalie professional wako uko vipi. As a unprofessional. Ndiyo. Na kuhakikishia hili jambo ni rahisi sana. Ndiyo. Sasa tulifanya wakati huu Mzuzu akiwa amelala au ametoka. Ndipo nichukue jukumu la kufanya kazi hiyo, sawa? Ndiyo. Basi imeisha hilo limeisha. Yangu ndio nikacheke. Na kwa mimi nenda kulichekesha sasa. Sawa. Kiumbe kimechangamka, mtoto mdogo. Ndio watu wa kazi bwana. Yaani kuna ishara mbaya imejitokeza. Ishara mbaya? Mwanangu. Ishara gani mama? Nadhani umeshakujua kama wewe ni Janeti. Mama. Kwa tunafanyaje sasa mama? Usiwe na wasiwasi mwanangu. Mimi nakufa mama, mbona niua? Kama naweza kupambania uhai wako tangu mwanzo, hata sasa hivi pia mwanangu nitaweza. Usiwe na wasiwasi mwanangu. Sasa mama utafanyaje peke yako? Si unataka tuisolve wote hili swala. Mwanangu. Usiwe na wasiwasi mwanangu. Kila kitu kitakuwa sawa. Najuta mimi. Najuta sana mwanangu, sitaki kukupoteza Janeti wangu. Kiongozi, taarifa njema ninazo. Nimeongea na Kamgisha, amesema sasa hivi ameita mfanyakazi mpya. Kwa sasa tutakuwa tunavuna tu. Yaani kama nyumbani. Unajua yule Chandimu kama alivyosema akili zake kweli sio nzuri. Kwa sababu kama nyumbani pale. Chandimu akili zake yule, si unajua yule mawenge. Yaani kama wenge fulani hivi. Kwa sababu mambo safi. Yaani alivyonihakikishia Kamgisha. Sasa hivi yani tunavuna tu. Tunapiga hela. Mambo yameisha baba. Wali nazi mimi. Hapa jambo ambalo lipo, sitaki tuchelewe, au sio bwana? Kwa sababu sasa hivi kunaelekea kukucha. Kwa hiyo mimi nilikuwa naomba mbebe huu mzigo uweze kuondoka. Sasa huu mzigo umeshika. Kuhusu kwenye bei. Sasa subiri ma. Jo. Sasa. Sikiliza.
Sikiliza ndugu yangu, acha tamaa. Sio, umeelewa? Tamaa ambazo hazina sababu ya msingi achana nazo, kwa sababu wale ni watu ambao wako professional na nimefanya nao kazi kwa muda mrefu. Ukishawawekea tamaa tu, haya milioni 100, wewe baba yake yule au mama yake? Wewe yule mtoto alokufa umemzaa wewe? Leta angalia mzigo. Usule pale yule. Huyu. Njoo angalia. Njoo. Mawe. Kamgisha njoo kwa. Kamgisha. Njoo. Njoo. Iko hivi, mimi nadhani jambo la hela tutaweka benki moja kwa moja. Kamgisha bwana jana. Hebu njoo angalie kwanza. Angalia mzigo. Njoo angalie kwanza. Anatoka damu. Vipi kuna shida? Mambo yamekaa fresh? Njoo. Shida gani tena? Njoo. Mtume. Hakuna cha mtume, chukueni